Naitwa Mhandisi Hosea Joseph Machaka, ni kaimu manager wa TANROADS mkoa wa Iringa. Kwa mkoa wa Iringa tunayo mizani 6 ambayo inapatikana katika vituo viwili. Tunayo mizani 4 ambayo inapatikana katika kituo cha Wenda ambacho kinapatikana barabara kuu ya Tanzam. Pale tuna mizani 2 ni fixed na mizani 2 ni weigh in motion. Tunao mzani wa Kihorogota ambao ni fixed, unapatikana barabara kutoka Iringa kwenda Dodoma. Na pia tuna mzani mmoja kwa ajili ya surprise check, tunaita portable weigh bridge. Mizani yetu hii ilipo ni sehemu sahihi kwa sababu ya uongezeko la magari. Magari yameongezeka sana hasa kwa njia zetu hizi kuu. Kuanzia mwaka wa fedha 2024/25 na 25/26 tumepata ongezeko la magari takriban 1700. Kwa hiyo unaona uhalali wa mizani ile kuwepo pale kwa ajili ya kucontrol mizigo yote inayopitishwa pale. Na mizigo hii imeongezeka sana hasa kwa mfano kwa eneo la Tanzam kwa ajili ya utendaji kazi mzuri wa bandari. Ufanisi wa bandari ongezeko kubwa sana la magari. Na tulikuwa tunapata changamoto ya foleni hapo nyuma, lakini kwa sasa changamoto hiyo tumeisolve kwa kuangalia kwa kuiboresha mizani yetu ya WIM. Na pia hii mizani ya WIM kutapotokea changamoto, vijana wamejipanga vizuri pale mizani ambapo wanajua, wamefundishwa jinsi ya kusoti yale magari kwa haraka kwa kutumia na polisi walioko pale. Na pia tuna na njia ya mbadala pale tumetengeneza kwa magari yale madogo hasa ambayo hayaendi mizani wakati wa foleni ile au wakati wa uhakiki wa mizani, wanatumia ile njia yetu pale hasa mizani ya Wenda. Mizani hii imefungwa mahususi kwa ajili ya kukabiliana na foleni au uokoaji wa muda wa upimaji katika mizani yetu ya Wenda. Lakini sambamba na hiyo, pamoja na kwamba tumefunga mizani hii, lakini kuna wakati mwingine tunakabiliana na foleni. Foleni hii inatokana na aidha gari limepata ajali katika mlima wetu Kitonga au sehemu yoyote ile. Ofisi ya meneja wa mkoa wa Iringa imepanga mikakati kadhaa kwa ajili ya kukabiliana na foleni pindi inapotokea. Mkakati wa kwanza ni kuhusisha wataalamu kutoka ndani, ambayo namaanisha kwamba wasimamizi na waendesha mizani kuweza kufanya mikakati na kujitoa kwa ajili ya kupunguza foleni. Lakini ofisi pia ya meneja imehusisha na mikakati kutoka nje ambayo imelihusisha jeshi la polisi. Ina maana kwamba trafiki inapotokea changamoto ya foleni, tunatoa taarifa kwa wenzetu wa polisi, wanakuja kutusaidia kwa ajili ya kusimamia flow nzima ya magari. Foleni ambazo tunazipata katika mizani yetu, kuna wakati mwingine tunaweza tukapata ajali kutokana na mipishano ya magari. Kwa hiyo jeshi la polisi linatusaidia katika kuongoza magari pindi tunapopata foleni katika mizani yetu. Lakini mkakati wa pili wa ofisi ya meneja wa mkoa wa Iringa imetengeneza barabara ya mchepuko, kwa maana nyingine kwamba escaping route. Escaping route inatumika kwa magari yale madogo ambayo hayana sifa ya kuingia mzani, kwa hiyo hayahitaji kukaa katika foleni ambayo imesababishwa na magari makubwa. Kwa hiyo magari ambayo yanapita katika escaping route yanaweza kawa ni magari binafsi madogo au magari ya hospitali kama ambulance kwa ajili ya kuwaisha wagonjwa hospitalini. Katika hii mizani ya kupima gari katika mwendo inatoa ishara 2. Ishara ya kwanza ni taa nyekundu. Taa nyekundu inamwashiria dereva kwamba uzito wake unatakiwa aingie ndani kwa ajili ya kwenda kuhakikiwa katika mizani ya fixed. Ishara ya pili ni taa ya kijani, ambayo taa hii inamuonesha dereva anatakiwa kuendelea na safari. Katika hilo basi, tunashauri madereva pamoja na safari ndefu kuweza kuzingatia alama hizi ili iweze kukidhi dhima nzima ya kuondoa foleni. Madereva wanatakiwa kuwa makini, kwani utakapowashiwa taa nyekundu, kwa maana kwamba unatakiwa uingie katika mzani wa fixed kwa ajili ya kuhakikiwa uzito wako. Ikitokea kwamba ukaendelea na safari bila kuingia, sheria inasema kwamba wewe utakuwa umekimbia mzani, ina maana kwamba haujapima mzani. Faini zake zipo kutokana na kwa mujibu wa sheria zilizopo. Magari yote kuanzia tani 3.5 yawe na mzigo, yasiwe na mzigo, yanatakiwa yaingie mizani kwa ajili ya kupimwa uzito.
na zoezi hili linafanyika kwa mujibu wa sheria East Africa 2016 na kanuni zake za 2018. Shughuli kubwa inayofanyika katika kituo hiki cha mizani ni kupima magari hayo na kuverify magari yote ambayo yana mizigo ambayo sio ya kawaida. Wengi tunayatambua kwa jina la abnormal loads. Na magari yote hupimwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizowekwa. Ila magari yanayopatikana na changamoto, hususan kuzidisha uzito, huwa yanapimwa na kuingia sehemu ya maegesho kama haya. Haya yote ni baadhi ya magari ambayo yamezidi au yamezidisha uzito, ambayo yanasubiria kulipa tozo na kupanga mzigo kama yamezidi kwenye grupu la mitaimbo, au kushusha mizigo hiyo kama yamezidi kwenye GVM. Vile vile kuna baadhi ya magari kama yale pale ambayo ni abnormal yanaingia ndani kwa ajili ya kufanya uhakiki au verification ya vipimo ambavyo wameombea kibali. Lakini sio kwamba magari yote yanayoingia yadi lazima yatozwe faini. Kuna mengine na changamoto kama vile inawezekana mtu anakuja ndio safari yake ya kwanza amebeba mzigo. Kwa hiyo inawezekana ule mzigo ukao umeyumba, umekuwa na disturbance yoyote ile, kwa hiyo unaingia ndani kufanywa verification yoyote ile na kuruhusiwa kuondoka kama hauna changamoto ya uzito. Na vitu muhimu ambavyo anatakiwa dereva kuwa navyo wakati anakuja kujiandikisha katika shughuli au zoezi zima la upimaji, ni lazima awe na leseni, awe na kadi ya gari husika, awe na document ya mzigo ambavyo vinaweza kusaidia kuingizwa kwenye mfumo kwa usahihi zaidi. Ikitokea kwa bahati mbaya dereva au transporter amefika mzani kati ya hivyo vitu nilivyovitaja hapo, mfano labda leseni, kadi ya gari na document ya mzigo hana, huwa tunamweka kwenye maeneo ya maegesho kusubiria aweze kutumiwa zile dokumenti kwa njia ya kimtandao. Akishakamilisha tunaweza tukaichukua nakala hiyo, tukaiangalia kama ni sahihi, tunamhudumia kwa mujibu wa sheria. Na pia kuna baadhi ya magari ambayo yako ndani ya hizo tani 3.5 na kuendelea, hususan mabasi. Kwa sasa kuna baadhi ya mabasi yapimwi baada ya kupokea waraka ambao ulianza kutekelezwa tarehe 24 mwezi wa 4 2026. Mabasi ambayo hayapimwi kwenye korido husika kama hii ya kwetu au mizani ya kwetu ni mabasi yale yenye mitaimbo mitatu. Na yale mabasi ambayo yana mitaimbo miwili yanaruhusiwa kupima mzani wa kwanza na mzani wa mwisho. Kwa mabasi hayo kuendelea au kutokupima katika mizani au kupima mizani baadhi kwa kupunguziwa idadi, haimlazimu transporter au mwenye mabasi hayo kuzidisha uzito. Kwa hiyo kinachotakiwa comply na sheria inavyotaka. Kama gari inatakiwa kubeba tani 10, basi abebe tani 10 au chini ya hapo. Kwa ujumla, nitoe wito kwa wasafirishaji na watumiaji wa barabara kulinda thamani zote za barabarani na kufuata sheria za barabara kwa mujibu wa kanuni za sheria ya matumizi ya barabara, kwa kulinda thamani za barabara na kufuata utaratibu zote zinazomtaka mtumiaji wa barabara kuhakikisha anatumia barabara kwa mujibu wa sheria ya barabara. Na pia hata wale wananchi ambao wanazunguka ya zile barabara walinde zile thamani zilizopo mle, ili kuepusha hata kupatikana kwa ajali katika matumizi ya barabara.